Miaka mingi iliyopita nilisoma mahali ambapo Napoleon Hill kwenye kitabu chake cha Think and Grow Rich alielezea kuhusu ubunifu wa fikra, imagination. Alisema kwamba imagination ni nguvu ya ajabu. Hii ni kama nguvu ya miujiza, nguvu yenye uwezo mkubwa sana, zaidi ya nguvu yoyote ile duniani uliyowahi kuiona. Lakini cha kusikitisha ni kwamba kila mtu huimagine mambo fulani, lakini pale wanapotumia ubunifu huu wa fikra, huutumia kwa njia ya kujipinga wao wenyewe. Wengine huimagine mambo wasioyapenda. Wengine wanatumia imagination kuangalia matatizo yao na kutengeneza vizuizi vyao wao wenyewe kabla hata matatizo hayo hayajatokea. Huu ndio ubunifu mkubwa zaidi uliopewa kama mwanadamu. Kupitia fikra hizi unaweza kujenga chochote kile unachokitaka katika maisha yako. Jaribu kuangalia na kuzunguka nyumbani kwako ama ofisini kwako. Tazama vifaa na mambo yote yanayokurahisishia maisha leo hii ambayo hukuwahi kuwa nayo miaka ya nyuma. Ukweli ni kwamba kila kitu hicho kilianza kwanza kama wazo katika akili ya mtu mmoja kupitia fikra zake za kubuni, imagination. Sijajua kama unajua kwamba unaweza ukatumia fikra zako kusafiri kwenda siku za mbeleni na ukazileta fikra hizo katika wakati wa sasa. Na hicho ndicho wanachokifanya watu wote wenye mafanikio makubwa. Wanaona pale wanapotaka kufika, kisha wanaanza kuishi kama mtu wanayetaka kuwa. William James kutoka chuo kikuu cha Harvard aliwahi kushauri jambo hili. Yeye aliita ni kutumia mbinu ya mwigizaji, kwamba fanya kama mtu ambaye unataka kuwa. Unafanyaje hilo? Unatumia fikra zako za kubuni, yani kufanya imagination. Kila mmoja wetu amepewa kipaji kikubwa sana tangu mwanzo wa maisha yake. Kwa maneno mengine, kila mmoja wetu ana uwezo wa kuwa na fikra za kubuni, imagination. Uwezo huu hujitokeza zaidi pale mtoto akiwa mdogo sana, hasa katika umri wa miaka 4 hadi miaka 5. Katika kipindi hiki watoto huwa wana mawazo ya ajabu sana kiasi kwamba huwa wanatufanya sisi watu wazima tujiulize kwamba huyu mtoto anafikiria nini. Hii ni kwa sababu huwa wanatengeneza picha na mawazo mengi akilini mwao bila hata kuwa na mipaka. Wakati wa utotoni akili ya mtoto huwa inakuwa huru kabisa. Huwa inakuwa haijafungwa na sheria, hofu au matarajio ya jamii. Na ndio maana ubunifu wao huwa unakuwa ni mkubwa sana na unakuwa ni wenye nguvu za kipekee sana. Watoto wanapoanza shule, mara nyingi uwezo wao wa ubunifu huwa unaanza kupungua. Badala ya kuthaminiwa kwa mawazo yao mapana na ya kipekee, huonekana kana kwamba hawazingatii sana masomo. Wengine huambiwa kwamba ni kama hawasikilizi, ama kile wanachokiona ni kama wanaota ndoto za mchana. Ili hali ukweli ni kwamba walikuwa wakitumia akili zao kwa njia ya ubunifu mkubwa na wenye nguvu za kipekee. Kwa hali hii, mfumo wa shule huanza kuzima taratibu kipaji cha kufikiria kwa ubunifu badala ya kukilea na kukikuza. Binadamu tuna hisia 5 za mwili. Tuna uwezo wa kuona, tunasikia, tunanusa, tunaonja na kugusa. Hisia hizi hutusaidia kuishi na kuielewa dunia ya kimwili inayotuzunguka. Na hisia hizi tunazitumia kila siku. Wanyama pia wana hisia, lakini binadamu tuna kitu cha ziada zaidi kinachotutofautisha na viumbe wengine. Tuna uwezo wa juu zaidi wa kiakili, kama vile mtazamo wa ndani. Tuna uwezo wa kuwa na dhamira ama nia. Tuna uwezo wa kuwa na kumbukumbu. Tuna uwezo wa kuwa na fahamu za kipekee na hisia za ndani. Tuna uwezo wa kufikiria na kuhoji. Lakini pia tuna uwezo wa kuwa na fikra za kubuni, yani imagination. Hizi ni zawadi za ajabu sana ambazo hutupa uwezo wa kubadilisha na kuelekeza maisha yetu katika namna ambayo tunachagua. Kupitia fikra zako za kubuni, imagination, una uwezo wa kujenga picha ya maisha ambayo wewe unatamani kuyaishi. Anza kwa kuizima kabisa ile hali ulionayo sasa. Usiruhusu matokeo ya maisha yako ya sasa ama changamoto yako ama vikwazo vikuzuie kufikiria kwa kiwango cha juu zaidi. Usijali kuhusu itawezekana ama haitawezekana. Wewe fikiria tu kile ambacho unakitaka. Unapokijengea picha akilini mwako kile unachokitaka mara kwa mara, ndipo mchakato wa kukifanya huo unaanza. Kila kinachoonekana leo hii katika dunia kilianza kwanza kama wazo ndani ya akili ya mtu mmoja. Hata vifaa tunavyotumia sasa vilianza kama fikra ya kubuni kabla havijawa vitu halisi. Fikiria jinsi dunia ilivyobadilika. Tulipewa uwezo huu wa juu kwa sababu sisi ni viumbe wa juu zaidi katika uumbaji wa Mungu. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na tulipewa uwezo wa kuumba pia. Cha kushangaza ni kwamba asilimia ndogo sana ya watu, labda 2% ama 3 tu, ndio huwa wanautumia uwezo huu. Jambo la kusikitisha zaidi ni kuona watu wakiwa wana nguvu na uwezo mkubwa ndani yao, lakini wanautumia vibaya ama hawautumii kabisa. Watu wengi huishi maisha yao wakiwa wamejaa hofu. Badala ya kuishi kwa ujasiri na kufuata ndoto zao, wao wanaishi kana kwamba wakijaribu kuepuka mambo mabaya hadi mwisho wa maisha yao.
Kwa njia hiyo, watu wengi hawaishi maisha ambayo walikusudiwa kuishi. Hawafanyi maamuzi kwa ujasiri. Badala yake, wanaishi kwa tahadhari na uoga. Badala ya kujiuliza kwamba nataka kuishi maisha ya aina gani, wao hujikuta wanajiuliza nifanye nini ili nisije nikapata matatizo. Hilo halipaswi kuwa hivyo. Ukiangalia hata makampuni makubwa duniani, utaona kuwa idara zao za ubunifu mara nyingi huwa hazipewi kipaumbele. Sababu kubwa ni kwamba hawaamini kuwa wana uwezo wa kubuni ama kuleta mawazo mapya. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu ana ubunifu ndani yake. Hakuna mtu aliyozaliwa akiwa na ubunifu mkubwa kuliko wengine. Tofauti iliyopo ni jinsi kila mmoja anavyotumia uwezo huu aliopewa. Fikra zako za kubuni, yani imagination, ni za kwako wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine anayezimiliki zaidi yako. Sasa jiulize, unataka nini hasa? Unataka kuishi maisha ya aina gani? Chochote unachotamani, anza kujenga picha yake akilini mwako. Ndani ya kila mwanadamu kuna nguvu ya ajabu inayopita na kufanya kazi ambayo inaitwa nguvu ya ubunifu. Hii ni kama nishati ya uhai iliyo ndani yetu sisi sote. Nguvu hii si ya kufikirika tu. Hata imewahi kuonekana pia kama picha katika miaka 1930. Mpiga picha kutoka Urusi aitwaye Simon Kilian aligundua njia ya kupiga picha zinazoonyesha mwanga wa nishati unaotoka katika mwili wa binadamu. Nguvu hii huingia moja kwa moja katika akili yako. Picha unazoziumba akilini mwako huathiri jinsi mwili wako unavyohisi na kuitikia mazingira. Hali hiyo ya ndani inayozaliwa kutokana na mawazo hayo ndiyo tunayoita hisia. Na ndiyo maana ni muhimu sana kutumia fikra zako za kubuni kila siku. Jiwekee picha nzuri na picha iliyokuwa wazi akilini mwako kuhusu maisha unayoyatamani. Zifikirie picha hizo mara kwa mara. Kila siku ikiwezekana, zifikirie picha hizo. Endelea kuzikumbuka, endelea kuziwaza na kuziimarisha ndani ya akili yako. Kadiri unavyozidi kuziona akilini mwako, ndivyo zinavyokuwa sehemu ya maisha yako ya ndani. Baada ya hapo, anza kuishi kulingana na picha hizo na achukua hatua ndogo ndogo zinazolingana na maisha unayoyaona akilini mwako. Fikra za kubuni ni kama nguvu kubwa isiyo na mipaka. Zina uwezo wa kuumba chochote kile. Nguvu hii tayari ipo ndani yako. Ni kama chombo cha ajabu sana ambacho kinaweza kubuni na kuunda maisha yako. Fikra hizi zinahusiana na sehemu ya ndani ya nafsi yako, ile ambayo haionekani kwa macho. Ukweli ni kwamba hakuna mtu atakayewahi kukuona wewe ulivyo ndani yako, lakini watakujua na kukutambua kupitia kazi utakazozifanya, lakini pia mchango unaoutoa na matokeo makubwa utakayoyaacha hapa duniani. Ndani yako ndiko kunakoanzia kila kitu kinachoonekana nje. Hakikisha kwamba kazi unayofanya inaleta thamani ya kweli, na si kwako tu, lakini pia kwa watu wengine. Unapoendelea kutumia fikra zako za kubuni kila siku na kuzifanyia kazi kwa vitendo, maisha yako yataanza kubadilika hatua kwa hatua. Mabadiliko hayo yatakuwa ni ya kushangaza, kwa sababu maisha yana uwezo wa kuwa bora zaidi kila siku. Na ukweli ni kwamba maisha yatakuwa bora zaidi pale utakapoanza kutumia fikra zako za kubuni katika njia sahihi. This is Bob Proctor. Thank you.